السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Waislamu, kwanza tumshukuru Allah Jalla wa Ala kwa kujalia neema za afya na uzima na kuweza kudiriki kulifanya jambo hili adhimu katika historia ya Uislamu katika mtaa wetu huu. Mwenyezi Mungu atulipe fadhila na atujenge katika imani ya kuipenda tajwidi na kuipenda Qur'an. Sheikh amenipa dakika 5 na yeye ananijua mimi katika hotuba zangu dakika 5 sizungumzi chochote. Kwa hiyo siwezi kwa dakika 5. Nitakeni radhi sana, maana mimi mukaddima wangu tunachukua dakika 5. Lakini kwa heshima ya shughuli hii na heshima niliyopewa kuzungumza mbele ya mabwana, maana mimi si lolote si chochote kwao, bali unapochaguliwa kuzungumza katika sehemu za waliokuchagua unatakiwa utumike. Na Mwenyezi Mungu inshallah atatujalia kauli za kwenye kuzungumza ili tuweze kutumika mbele yake. Ndugu Waislamu, shughuli imeshamalizwa. Kuzungumza kwangu mimi hapa ni kwamba kumewekwa tu ile taratibu ili tuweze kufahamiana, lakini Mwenyezi Mungu amlipe fadhila kubwa mheshimiwa mgeni rasmi aliyoondoka hapa. Yule amemaliza hii shughuli na yule amemaliza maneno. Kuzungumza maneno juu yake ni kuharibu kauli yake. Kwa hiyo tutakumbushana katika kukumbushana kwa sababu moja tu ambayo na imani Sheikh Ali ndio alionitia mimi hapa. Si kuzungumza jambo lingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anazungumza aya moja, nadhani katika surati Ibrahim kama sitakosea. Baada ya billahi minash shaitani rajim, Allah anasema wala tahsabanna Allaha ghafilan mimman ya'malu 'amalan mufsidin au dhalimun. Msimuone Mwenyezi Mungu kwamba ameghafilika juu ya yale matendo wanayoyafanya madhalimu, bali Mwenyezi Mungu yuakhiruhum yawma tashkhatu fihim al-absar, amnawachelewesha tu wale ambao wanatudhulumu sisi katika masala ya kumsifia Bwana Mtume na kumsifia Allah katika mambo yake. Sasa Mungu hawasahau hawa watu, bali sisi tunaona kama wamesahaulika, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yuakhiruhum, anawachelewesha tu yawma alladhi tashhatu fihim al-absar, mpaka ile siku ambao watakuja Israeli kuambia mlikuwepo duniani, mlipewa elimu ya kuzungumza mbele ya watu, lakini nyinyi mlichukua nafasi za kuwagawa waumini katika dini ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anahama Maka kwenda Madina alitoa nidaa, akawaambia ya ma'ashara ashabi, enyi mkusanyiko wa rafiki zangu mliokuwa hapa, man arada minkum an yuhajira, yoyote anayetaka kwenu nyinyi kuhama, falyartahiq ila Yathrib, basi na aende. Mtume kawachagulia sehemu ya kwenda, nendeni Yathrib au ila Madina kama inavyojulikana sasa. Maswahaba wakatoka Maka wakenda Madina wakiwa hawana kitu kabisa, lakini Mtume akamwambia ta'akhu ya ibadallahi akhwaini, enyi maswahaba muhajirina mliotoka Maka kwenda Madina na nyinyi ansari mliokuwepo hapa, ta'akhu fillahi ibadallahi akhwaini, chaguaneni katika wale wa Mwenyezi Mungu mnaopendana, muwe wawili. Sasa sisi tumeona yaliyofanyika hapa, unatakikana uwe na tanbihi ya kuweza kujua zile fiili zinazofanyika katika society. Yule mtu aliyekuja hapa kutoa karibu ya milioni 4 katika usiku huu, sijawahi kuona kiongozi ambaye yuko very activities kama yule jamaa. Takbir! Ni mmoja ambaye anashughulika sana na shughuli za kiserikali, lakini yule jamaa vile alivyofanya lile tendo la hapa, kama sisi ni Waislamu na tuna imani kubwa na Qur'ani na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule kiongozi alitakiwa kuombewa dua zaidi ya ile. Si rahisi kufanya kile kitendo kwa viongozi hao wengi tunaowajua, hasa kwa jambo kama hili, lakini yeye akaifuata hii hadithi ya Mtume au kauli ya Mtume
akhwaini, yule ni kiongozi wa kaskazini. Huu kuna hapa katika mji wetu huu kuna karibu 100 wangapi? 3. Kuna wa mjini, kuna wa magharibi na magharibi B, halafu kuna ule mkuu wa mamea, si ndio? Hao 4 sasa jumla yao. Lakini mwangalie katoka kaskazini kwenye sehemu yake kaja kukuungeni mkono au kaja kuunga mkono watu wa Basra. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Hii ndio taakhu fillahi ibadallahi akhwaini. Sheikh Ali amenambia nizungumzie kuhusu swala moja tu la hii society au hii organization niliyoiunda, na ndio walichoniitia hapa. Lakini nadhani alitaka nizungumze kabla mgeni rasmi hajaondoka, lakini kutokana na programu zilizokuwa zimepanguka imekuwa, lakini kataka nizungumze. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni shafi'ul umma, na akaambiwa wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sisi Waislamu tutakapokuwa tunaifuata sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuwa mambo yetu yanafanikiwa kama hili lilivyofanikiwa. Ni kwa sababu tu ya kuufuata ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuanzisha jambo ni jambo gumu zaidi kuliko kurukia jambo. Simuona sasa hivi mlipopata tabu kulianzisha hili, tayari akaunti itafunguliwa, milioni 3 zishatolewa, na kuna mfadhili keshaingia, bei kiongozi wa serikali mshaangu ufunguzi, atakuja rais pengine, si ndio? Watakuja watu na makoti kukurukieni. Najua watakuja watu na makoti na vinyongo vizuri kukuajeni kukupambeni, ili wao sasa ndio wawepo pale, ili wao sasa ndio wakuunganisheni, wakumetuka kufanyieni hivi. Sheikh Ali nilikaa naye siku moja msikitini kwetu kuni kwa Turki, nikamwambia lau kama Waislamu wa Zanzibar na qari'ul Qur'ani watataka kujulikana na kufahamiana juu ya fani yao, hawatofika bila ya kuanzisha organization. Na leo ananiambia na kuandika hapa kwa sababu fikra ulizonipa nimezifanyia kazi na organization. Organization umoja ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipounganisha ashabi muhajirina wal ansar. Taakhu fillahi ya ibadallahi ikhwani. Unganeni katika mambo ya Mwenyezi Mungu, chaguaneni ndugu kwa ndugu, mpendane. Hapa leo kuna wa kaskazini, kuna wa kusini, kuna wa Dar es Salaam, kuna wapi, lakini sote tumesimama katika kivuli cha la ilaha illallah. Hili jambo litakufikisheni pahala ambapo kule alikokutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maqama mahmuda, kwa sababu mmechagua njia sahihi ya kupita, na njia sahihi ya kupita kwenye jambo lolote ni umoja, kuheshimiana, kuwajua viongozi ni nani, mkawathamini na kuwaheshimu na kuwasikiliza juu ya yale mema ambayo wanakupeni. Hapo ndipo jamii yoyote itaweza kufanikiwa. Lakini tukianza tu masala yule kadha, Sheikh Ali ananiambia hii jumuiya iliwahi kuanzishwa miaka ya 90. Na mimi ni shahidi wa hilo, na akanitajia mpaka sehemu ambayo ilikuweko pale daraja bovu, ilikuwa tunapita pale tunawasikia kina Sheikh Ali wakati huo sisi wadogo, lakini tunawasikia wao sauti zao. Zimekufa hizo jumuiya au walikuja kurukia watu juu yake ambao sasa hivi wana manufaa ndani yake. Hata hao ambao sasa wapo walikuwa wanachumbukizwa, wanaonekana wao ndio wabaya, wakatolewa kwenye zile jumuiya. Takbir! Na wajua, lakini tukasema tusifikie pahala kuweza kuiangusha dini ya Uislamu katika ardhi ya Zanzibar. Tusifikie pahala makari wa Qur'ani wakawa hawajawa lolote si chochote. Hamtoweza kufahamika nyinyi bila ya kuwa na huu mmoja. Leo tunawaona wasanii kila siku, vipaji vinachipuliwa vya wasanii, si ndio? Mnaenda kwenye shughuli, nani amekuja kukwambieni hizi milioni basi kwa ajili ya wasanii? Au nani amekuja kusema ameanzisha function kwa ajili ya wasomaji wa Qur'an, bila ya kujiunga mkono nyinyi wenyewe mkathamini kile chombo chenu mlichokiunda?
hamtoweza kujulikana. Lakini leo wakati ule mgeni rasmi nikaja hapa, media zimemuona, kaunga mkono kwenye kile mlichokianzisha, na ardhi ya kuweza kufanya hili tayari ameshatoa pesa kununuliwa, na kuwapieni wallahi thumma wallahi, mwaka huu kimalizika, nyinyi ni watu wengine. Nyinyi ni watu wengine, na ombeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo jambo lifanyike, na huko mmeshauri Mheshimiwa Rais aweko mbele, ndio utajua nini kilianzishwa na kwa nini kilianzishwa. Mwenyezi Mungu akupeni nuru. Sitaki kuzungumza sana kwa sababu Mheshimiwa akasema saa 9 anaondoka, mimi naondoka boti ya alfajiri kesho au alfajiri ya leo. Kwa hiyo sitaki kuzungumza sana. Sheikh Ali amenikata muda wangu. Mimi nikizungumza huwa natabahari sana kwenye mambo haya ya sira, lakini hapa siwezi kutabahari kwa sababu muda umekwenda na vijana wanaitaka 100,000. Sisi wa bahati tunakuwa mara nyingi hatupewi zawadi, lakini nyinyi mmewekewa 100,000 na 150,000. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie mashindano mema, na Mwenyezi Mungu akujalie jumuiya hii iwe ni mwendelezo wa kuweza kuhifadhisha vijana wetu hawa. Waislamu, Zanzibar iko vibaya. Nakwambieni, Zanzibar iko vibaya. Vijana wa Zanzibar wako pabaya. Bila ya hizi jumuiya kuwakamata hawa tukawafunga watoto wetu katika sehemu hizi, thumma wallahi tutakuja kupata tabu huko mbele, au watakuja kupata tabu watoto wetu huko mbele. Pale tulipoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ashrati saati an taqbada al-ilm, katika dalili za kiyama ni kuondoka kwa elimu. Mtume akaulizwa, kivipi ya Rasulullah? Akasema, taqbada al-ilm biqabdhi al-ulama, kuondoka kwa elimu duniani ni kufa kwa wanazuoni. Sasa wale wazee tuliokuwa tukiwalimbia hawapo. Mimi na wewe leo tuna Simba na Yanga, mimi na wewe leo tunakwenda Kisonge kwenda kucheza disco. Hakuna kijana ambaye atakuwa na mshiko huu, na sisi tuliokuwemo tunaambiwa sisi ndio kama hivyo, kila kitu ni bid'a. Hii ni mbinu maalum iliyowekwa kuiua elimu Zanzibar, na wametumika watu maalum ndani ya Uislamu kulifanya hili. Tusemeni ukweli, tusemeni ukweli. Haiwezekani Muislamu mwenye kutamka kalima ya la ilaha illa Allah akasema jambo hili ni bid'a ambalo limo ndani ya dini yako. Wao wameshindana kusema kwa nini Waislamu kila siku wanaadhini Allahu akbar, Allahu akbar. Wakasema ndani ya makanisa yao waweke muziki, vilikaliwa vikao rasmi. Sasa leo unakuja kusema dufu ni bid'a. Hawa watoto sasa hivi wanakaa machuoni. Tulikuwa tunapiga dufu, mimi ni ashabi dufu. Tulikuwa tunapiga dufu, watoto wanakuja chuoni, wanatusema Allahumma salli alayhi, tumekufuru wapi? Tukisema swali Mtume tumekufuru wapi? Lakini tumewaacha tukasema dufu haramu. Leo sio wanaimba tarabu. Si dufu lile, ni tarabu zinazopigwa. Sasa kama ni tarabu zinazopigwa, kipi kilichokuwa bid'a zaidi? Na je, sasa hivi wale wanaosema dufu bid'a kwenye hili wanasema watoto wa kike leo wanaimba tarabu madrasa, na wale ndio wanaotoka sasa hivi wanaimba kwenye TikTok, wametokea huku baada ya kuambiwa dufu haramu. Na hata haya tutaambiwa Mtume hakuwajumuisha watu kwa staili hiyo, watamsahau Abdullah ibn Mas'ud, kwa sababu watu wanataka kufanya kuijua elimu ndani ya ardhi ya Zanzibar. Huo ndio ukweli ndivyo, na ndio maana mheshimiwa anasema maneno yale kwa uchungu, japo ndani yake ana uchepe, lakini yule kazungumza kwa uchungu. Mimi nimemwelewa yale maneno aliyozungumza. Kama tutakaa kitako kuyafikiria, yule ni kiongozi, si mtawala. Yule ni kiongozi, na yule ni kiongozi ambaye amepita kwenye nyanja zote, kwenye dini anataka na kwenye dunia anataka, na si haramu kwenye Uislamu, sababu dunia ni yetu na akhira ni yetu zaidi. Mwenyezi Mungu amlinde na sisi atupe baraka. Mwenyezi Mungu ajalie usiku wa kheri, na ajalie malaika walioteremka hapa wachukulie amali zenu wapelekeni mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakutakieni kila la kheri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.